Soka lina wafalme wengi, lakini lina mfalme mmoja tu wa kudumu. Kabla ya mamilioni ya dola, kabla ya viatu vya teknolojia, na kabla ya dunia kuanza kubishana kuhusu Messi na Ronaldo, kulikuwa na mtoto mmoja kutoka mitaa ya Bauru nchini Brazil. Jina lake ni Edson Arantes do Nascimento. Dunia inamjua kama Pele. Katika hitimisho hili la msimu wa kwanza wa The GOAT Series, hatuangalii tu takwimu, tunaangalia mtu aliyebadilisha soka kutoka mchezo wa kawaida na kuwa dini inayopendwa na mabilioni ya watu duniani kote. Pele hakuzaliwa na kijiko cha dhahabu. Alizaliwa mwaka 1940 kwenye umaskini uliokithiri. Baba yake Dondino alikuwa mchezaji wa soka, lakini jeraha lilikatisha ndoto zake. Pele alikuwa akisafisha viatu mitaani ili kupata senti chache za kuisaidia familia yake. Hakuwa na uwezo wa kununua mpira wa kweli, hivyo alijaza magazeti ndani ya soksi na kuyafunga kwa kamba. Huo ndio ulikuwa mpira wake wa kwanza. Na je, unajua siri ya jina lake? Alikuwa akishindwa kutaja jina la kipa mmoja aliyeitwa Bile, na kila akijaribu anasema Pele. Watoto wenzake wakaanza kumcheka na kumuita Pele. Mwanzoni alichukia jina hilo, lakini hakujua kuwa jina hilo lingekuja kuwa jina maarufu zaidi duniani. Tukio lililobadilisha historia ya soka ni lile la tarehe 16 Julai mwaka 1950. Brazil ilipoteza fainali ya kombe la dunia dhidi ya Uruguay nyumbani kwao Maracana. Brazili nzima ilizama kwenye vilio. Pele akiwa na miaka 9 tu alimkuta baba yake akibubujikwa na machozi ya uchungu. Siku hiyo, akiwa na ujasiri usio wa kawaida, alimshika mkono baba yake na kumwambia, "Usilie baba, mimi nitakushindia kombe la dunia." Wengine walichukulia kama ndoto za kitoto, lakini Pele alikuwa ameweka agano na hatima yake. Akiwa na miaka 15 tu, Pele aligunduliwa na skauti wa klabu ya Santos. Alipoingia kwenye majaribio, kocha wake wa kwanza alisema, "Huyu mtoto atakuwa mchezaji bora zaidi duniani." Alifunga goli kwenye mechi yake ya kwanza kabisa ya kulipwa akiwa na miaka 15. Kasi yake, uwezo wake wa kutumia miguu yote miwili na akili ya kuona mianya ambapo wengine hawaoni vilimfanya awe gumzo kote nchini Brazil. Tayari alikuwa mfalme anayesubiri kuvishwa taji. Mwaka 1958, ikiwa ni miaka 8 tu tangu ahadi yake kwa baba yake, Pele aliitwa kwenye timu ya taifa ya Brazil kuelekea Sweden. Alikuwa na miaka 17 tu, mtoto mdogo kabisa kwenye mashindano. Alianza akiwa na jeraha la goti, lakini alipoingia uwanjani, dunia ilipata mshtuko. Alifunga goli la ushindi dhidi ya Wales, kisha hat-trick dhidi ya Ufaransa na magoli mawili kwenye fainali dhidi ya wenyeji Sweden. Baada ya filimbi ya mwisho, Pele alizimia uwanjani kwa hisia. Ahadi kwa baba yake ilikuwa imetimia akiwa bado mdogo. Safari ya Pele haikuwa na maua pekee. Mwaka 1962 nchini Chile, alipata jeraha mapema na kulazimika kutazama wenzake wakibeba kombe. Mwaka 1966 nchini England, dunia ilishuhudia ukatili. Wapinzani walikuwa wakimpiga mateke ya makusudi ili kumtoa mchezoni kwa sababu walijua hakuna namna ya kumzuia. Brazil ilitolewa na Pele aliumia sana kiasi cha kusema, "Sitacheza tena kombe la dunia." Huu ulikuwa wakati wa giza nene kwa maisha yake. Lakini mfalme hakuweza kuacha kiti chake kikiwa wazi. Mwaka 1970, Pele alirejea kwa mara ya mwisho. Aliongoza kikosi kinachotajwa kuwa bora kuwahi kutokea katika historia ya soka.
Goli lake la kichwa kwenye fainali dhidi ya Italy na pasi yake ya no look kwa Carlos Alberto vilithibitisha kuwa Pele si mwanadamu wa kawaida. Alikuwa mchezaji wa kwanza na wa pekee katika historia ya kushinda makombe ya dunia matatu. Alibebwa mabegani na mashabiki wa Mexico akiwa amevaa kofia ya sombrero. Mfalme alikuwa amethibitisha utawala wake. Ushawishi wa Pele ulivuka mipaka ya uwanja mwaka 1969 nchini Nigeria. Kulikuwa na vita kali vya wenyewe kwa wenyewe, lakini klabu ya Santos ilipowasili na Pele, pande zote mbili zilikubaliana kusitisha mapigano kwa saa 48 ili kila askari aweze kumtazama Pele akicheza. Bunduki zilinyamaza ili kumpa nafasi mfalme wa soka. Hakuna mchezaji mwingine, awe Messi au Ronaldo, aliyewahi kuwa na nguvu ya kusimamisha vita kwa ajili ya mchezo mmoja tu. Baada ya kustaafu soka la Brazil, Pele alikwenda Marekani kujiunga na New York Cosmos. Lengo lake lilikuwa moja, kueneza injili ya soka. Kwenye taifa ambalo halikujua mchezo huo, alifanikiwa. Alifanya soka liitwe Joga Bonito, the beautiful game. Aliondoka duniani Disemba 2022, lakini aliacha ulimwengu ukiwa na huzuni kubwa. Kila mchezaji unayemuona leo, kuanzia Mbappe hadi Haaland, anacheza mchezo ambao misingi yake iliwekwa na Pele. Ndugu zangu, msimu wa kwanza wa The GOAT Series unamalizika hapa. Tumeanza na Messi, tukapita kwa Maradona, tukamwona Ronaldo, na leo tumemvua kofia mfalme Pele. Hawa ni mashujaa ambao wamefanya soka kuwa zaidi ya mchezo. Sasa swali linabaki kwako, kati ya hawa wanne, nani kwako ndiye mchezaji bora zaidi wa muda wote? Mimi ni Nesto Shayo, na asante kwa kuwa nami tangu episodi ya kwanza. Kama unataka msimu wa pili uanze, taja mchezaji unayetaka aanze kwenye episodi ya 5. Je, iwe Ronaldinho, Zidane au Ronaldo Nazario, the phenomenon? Niambie kwenye komenti sasa hivi, tukutane msimu ujao.